Hobie, mbona unaonekana hauko sawa kabisa? Ni mtu fulani mwenye msongo wa mawazo kinoma yani. Shida ni nini mchizi wangu? Ni kweli maisha yangu kwa sasa hayako sawa kabisa. Yaani nahisi kuchanganyiki, nahisi kuvurugwa mwenzako. Sijui hata nifanyaje yani. Naelewa, hali itakaa sawa tu ndugu yangu. Never give up, wala usichoke, wala usikate tamaa. Kila kitu kitakuwa sawa, so muda tu. Mwanangu, hii hali unayopitia inanipa huzuni sana. Hata chakula sasa hivi huli tangia babako alipofariki. Jitahidi kula upate nguvu mpya pamoja na akili mpya mwanangu. Punguza mawazo, utapata maradhi na magonjwa kijana wangu. Hata mimi sasa unapoelekea unanipa mawazo. Usifanye hivyo mwanangu, lakini hiyo mama, ila nimeamini kitu kimoja. Binadamu hawana utu kabisa. Tangia babangu alipofariki na ndugu na watu baki wengine na kuja kutaka kutaifisha mali zetu, ndo kitu ambacho kinanipa uchungu pamoja na hasira. Ndo maana mpaka unaniona hivi sasa sipo sawa mwanao, sababu ya hivyo vitu, na sababu napelekea yote hii mwanao mimi kukosa kazi. Ila na imani nitakufurahisha mama yangu, sintokata tamaa, nitapigania haki za baba yangu mpaka pale zitapokaa sawa. Na kuhakikishia mama, nitatoboa na nitakuwa imara tena, japo inaumiza. Nafurahi sana mwanangu kusikia hivyo. Vitu vingine Mungu huleta ni kama majaribu tu, kutupima imani, na kazi yake haina makosa. Tunatakiwa kuwa imara zaidi, yani kuwa strong mwanangu. Tusipotezwe na miluzi, tupambane kwenye nafasi yetu, tujikune tunapopaweza. Tusipopaweza basi tuachane napo, maana kimfaacho mtu ni chake. Kama ni chetu, na imani tutapata. Tuendelee kusali, kumomba Mungu na kuzidi kupambana, lakini kwa sasa hahitaji huzuni kabisa mwanangu. Karibu Mr. Hobie, nilibatika kupitia CV zako, nimeona kabisa wewe wafaa kwenye kazi ya hapo ofisini. So, nimevutiwa na wewe Mr. Hobie. Nashukuru sana Mr. Wambura kwa kulijua hilo, maana nipo katika nyakati ngumu sana. Nahitaji nimfariji mama yangu, nahitaji unipatie kazi, nikomboe familia yangu. Maana mama ndio ananitegemea sana mimi. Nahitaji sana kazi Mr. Wambura, na nashukuru sana kama utanipokea kwa uzuri sana. Ondoa shaka kwa hilo. Matatizo ni sehemu moja wapo ya binadamu. Kwa hapa kazi umepata. Nilikuwa namtafuta mtu kama wewe, ambaye ni mahiri na mchapakazi na ni mashuhuri kabisa. Kwa hiyo nikutoe shaka, kazi umepata hapa. Shikamoo Bochi Mwambusi. Sema kilichokuleta, una habari gani nyeti? Yani hapa naombea wa moto, yani wa moto kabisa. Kuna jamaa leo kaja ofisini kuomba kazi, na yule jamaa anavyoonekana ni kichwa, yani ni genius. Sio kama wewe mbumbumbu. Paka mbumbumbu tena. Sio kama wewe. Yule jamaa nahisi atakupiku bosi wangu Mwambusi. Alafu mimi nishakwambia mimi ndo chawa wako. Siwezi kukuacha. Kila kitu nitakwambia. Yani kila kitu mie wewe nitakupa. Ninavyokuambia hivyo bosi Mwambusi, una baya. Ila yule jamaa ni kichwa, ni genius. Kwa hiyo nimekuletea umbea, kuwa makini. Babako anataka muajiri pale ofisini. Kila kitu utanipa kijana, si ndio? Vipi kuhusu nyumba? Utaweza nipatia? Bosi Mwambusi, unyumba tena? Mimi naenda zangu bwana. Mimi nimekuletea ujumbe kama kawaida yangu na ufanya kila siku. Acha niende zangu mie. Sijangani nini nayo. Mambo yashakuwa mengi. Sorry. Asante kwa taarifa. Kulangisi walai. Umbea huu. Huyu Mwambusi anajikuta nani huyo? Anataka kunibaka mie. Au mtu utani ule. Bosi wangu lakini ana baya. Ila sasa hapa niyo makini. Niyo makini kabisa. Maana nishaziona dalili hizi. Dalili sio nzuri hizi. Maana mambo ya nyumba tena. Natakiwa niyo makini kweli na umbea wangu. Jamani. Ngoja nikaendelee na shughuli zangu zingine za ofisini. Mwambusi, sikutarajia uwepo wako mahali hapa. Na nilishakwambia
ukija ofisini mwangu uwe na taarifa kamili, yaani apartment mimi na wewe tuweze kuzungumza. Inakuwaje unavamia tu ofisini hapa bila maagizo yoyote? Kuna shida gani imetokea? Unaweza kuniambia? Hapana mzee, nilikuja kuuliza vipi swala la kampuni tuliliongea awali kipindi cha nyuma. Uweze kuniachia niwe mmiliki wa hii kampuni, maana umri wako unakwenda sasa mzee wangu. Sasa sijajua umefikia wapi au mwafaka gani mzee. Nimekuja kupata jibu. Siwezi kukupa chochote sababu una elimu ya kumwongoza mtu yoyote yule hapa ofisini. Elimu yako ni ndogo sana. Na kama unakumbuka nilishakwambia nikupe gharama zote za chuo uende ukasomee mambo ya ofisi statical uweze kuwa hapa, lakini ukufanya hivyo. Ulinipuuzia tu. Leo iweje unataka ofisi au kampuni na hauna leseni yoyote, kibali chochote, elimu yoyote una? Siwezi kukupa hii kampuni maana ustahili hata kidogo. Wewe utaacha nini mambo yako ya umbea? Sasa ulikuwa unamwambia nini bosi Mwambusi kuhusu ule kijana mgeni hapa ofisini? Hivi ni kwa nini unatafuta matatizo wewe jamani Gwalumbe? Una shida gani wewe katika mishipa yako hiyo ya koromeo? Eti kwa nini mnafiki wewe? Aibu utaona wewe. Jamani wewe kaka ni mbea nyinyi. Yaani hawezi kukaa yaani siku haiwezi kuisha bila kuchonganisha vitu, kupalanganisha. Yaani ni mbea. Kazi yenyewe hana, kazi yenyewe mfanya usafi tu kumopomopo hapa nini ofisini jamani. Yaani ananikela. Mama, kwanza asante, nashukuru sana. Maneno yako nimeyafanyia kazi, kuwa nipunguze mawazo, nipunguze stresi. Na nimeamua siku ya leo kwenda ofisi moja na kuomba kazi. Hatimaye nimefanikiwa. Na sio muda nitakuwa naenda kazini na mimi sasa niweze kutunza mama yangu, kukulinda na machungu ambayo yamejitokeza katika familia yetu, ili yaweze kupita na mzee kupumzika salama. Safi mwanangu, hapa sasa umekuwa baba, kichwa cha familia. Nashukuru sana kusikia hivyo mwanangu. Wewe ndio tegemeo langu mwanangu kipenzi. Muda wote naomba sana Sara, naomba kwa Mwenyezi Mungu hakulinde na vitu vyote vibaya. Uwe katika mstari na kwenye njia iliyonyooka zaidi. Nakupenda sana mwanangu. Endelea kupambana. Endelea kutafuta. Kisha sali sana, usiache kusali, maana wabaya ni wengi mwanangu. Nakutegemea sana mwanangu kipenzi. Asante sana mama, dua zako napokea. Kila kitu kitakuwa sawa tu, inshallah. Peter Skoba, na mazungumzo na wewe. Kwa nini umeniita mahali hapa? Na ni usiku sana sasa hivi. Muda umeenda. Vipi, unataka kuniteka ama? Hapana, kuna kazi nataka nikupatie. Utaratibu wangu wa kazi nafikiri unaelewa. Kazi tunafanya kwa kutumia njia ya simu, telefoni, au barua pepe, vipeperushi au email. Inakuwaje unaniita hana kwa hana? Uone kama unakosea utaratibu? Ana, kazi hii ni kubwa zaidi, tofauti na za siku zote. Maana ni jambo kubwa sana sana. Kwa hiyo kwenye simu au barua pepe ni rahisi sana kugundulika. Ndio maana nimekuita hana kwa hana, tuweze kuzungumza, kisha vibaki hapa hapa, vingine uende navyo. Ni kazi hipi hiyo Mwambusi? Mbona unajiumauma sana? Weka diri mezani na kusikiliza. Nahitaji nimuue baba yangu haraka sana, haraka iwezekanavyo. Nimesikia vibaya au masikio yangu? Kuua tena? Kumbe Mwambusi muuaji pumbavu zake. Anataka kamue baba yake. Wala sikubali, nenda kumwambia bosi Wambula. Nenda kumwambia bosi Wambula yote niliyoona hapa. Kumbe kujibanza siku kuna raha yake. Nenda kumwambia bosi Wambula, si nitakubali hili litokee. Hii sio sehemu salama tena. Kuna mtu anatufuatilia. Have a good day. Wameniona nini? Mbona tena sisikia wakizungumza? Umbea wale au nimeamunya nini?
ngoja nisepe mie chapu mie. Pakuchi haraka mimi nikapeleke ombea kwa bosi wa Mbula. Kanibaka usiku. Yes.